uongozi utakapopewa watu wasiostahiki, basi fantadhiri saa, ngojeeni kiyama. Ngojeeni kiyama maana yake ni katika alama ya kiyama watu ambao wanachukua uongozi na hawafai kuwa katika uongozi. Hii ni katika dalili ya kiyama, ndugu zangu. Lakini vile vile wanazuoni wametafsiri hadithi hii, wanasema ngojeeni kiyama maana yake akichukua mtu asiostahiki akakaa juu ya kiti kuwatawala watu, basi ngojeeni muone ile vurugu ambayo itakayotokea. Hii vile vile ni maana yake ya pili ambao wametafsiri wanazuoni. Na leo ndugu zangu, imeonekana wazi mashariki al-ardh wa magharibiha, duniani katika ulimwengu ya Waislamu, namna uongozi unavyochezewa, uongozi unavyofanywa mambo kama kana ni mambo ya mchezo tu. Hakuna mtu ambaye anaipa kipawa cha mbele, watu wanaifanyia kila aina ya mabaya uongozi ambaye alokusudia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hali hii ndio Mtume naye akatahadharisha, kama hadithi ya Al-Hakim iliyokuja katika mustadrak yake iliyopokelewa na Abu Huraira. Mtume anasema sayati ala nnasi sanawatun khadda'at, itakuja wakati katika maisha ya watu. Mtume anatabiri, maana yake anatahadharisha, itakuja wakati katika maisha ya watu, miaka za watu kudanganyana, yusaddiqu fiha alkadhib, mtu yoyote ambaye ni mrongo atafanywa kwamba yeye ndio mkweli. Yani leo wewe ukitaka kuonekana ni mkweli mbele ya watu, simama na msimamo wa kuwa mtu mrongo, wadanganye watu, basi wewe utakubalika mbele ya watu. Wayukadhibu fiha as-sadiq, na mtu yoyote ambaye ni mkweli atafanywa kuwa ni mrongo. Leo wewe ukitaka kuonekana ni mrongo katika mshtama, simama na ukweli, simama upande wa haki, utatajwa kila aina ya majina, utatukanwa, utafedheheshwa. Lakini Mtume akaendelea katika hadithi hii, anasema wayutaman